Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina kama Kisumu Mr. Speaker, na nimeshukuru sana kwa hii wakati yako. Speaker, mimi nikienda kwa mada kama saa hii mtu anaweza uawa na alipe 2 milioni. Mtu anaweza uwizwa na alipe 500,000. 2 milioni na mwenye amefariki aziendani. Pesa iwezi amsha mtu. Na kama sisi watu wa business community, 2 milioni ni pesa kidogo sana na maisha ya mtu. Sasa hii na 2 milioni ukipewa, hata gari ya 2 milioni sasa hakuna. Kama Probox ni 3 milioni. Unaweza compare na maisha yako. Sasa mtu ameua mtoto yako, anakupea 2 milioni. Juu ashaua mtoto yako. Huyo mtoto analamka. Huwezi compare. So kama wewe, hii ndio Kenya mnataka. Uwe mtu ulipe 2 milioni. Tunaenda wapi kama sisi ni wa Kenya? Mtu akupiga risasi ya mguu, akupea 500,000. Sasa hiyo unatembea na scratches. Kuna mguu ya 500,000. Wewe sasa hii upigwe mguu ikatike, upewe 500,000. Kuna mguu ya 500,000. Compensation ndio watu wanaongelea. Hiyo nilikuwa nakuuza Mr. Speaker. Ndio naenda kwa mada ya hii Asifuna. Mr. Speaker, nani uko na question? Haya. Session unasema walipwe wasilipwe. Swali ndio hili. Kama wale wenye waliingia kwa maandamano, waliingia mahali sheria inasema this area is a protected area, mbona iwe walipwe na ni wahalifu? Kama wahalifu watakuwa wanalipwa, mbona wahalifu wengine wasio wanalipwa? Mtu anauza maski ni mhalifu. Mr. Speaker, hii ni Kenya na kila mtu ako na demokrasia kuuliza. Kila mtu ako na demokrasia kuuliza. Hii ni kama shule na hapa watu wanafunzana. Sasa yeye pia ako right. Ndugu yangu, ule Ojwang alitolewa kwao Homa Bay. Kama mama yake amepika lunch, kijana mmoja anakula, ametolewa huko akagonga kichwa kwa cell. Akilipwa 2 milioni baba yake, umemsaidia au bado umemuumiza ndugu yangu? Ule mtu ambaye alikuwa anauza mask ndani ya Nairobi, polisi akamchukua akagonga kichwa akafariki hapo, unamlipa 2 milioni, umemsaidia au umemuumiza? Ndugu yangu, wewe hii unprotected area ni unajua. Vitu za kona una support nao serikali. Vitu za straight hizo hauoni. Mr. Speaker, mimi sitaki niongelee hiyo sana. Na nataka niongelee mada ya Sifuna. Penye Sifuna amefika, Mr. Speaker. Mimi sijui watu bwana wanafanya nini hiyo ODM. Juu ODM ishakufa. Hakuna ODM. Wanangangania nini kwa ODM? Na strongholders wa ODM wako hii side yote. Babu Owino ako hii ODM hii side nyingine. Sifuna ako hii ODM side nyingine. Tuweke Babu pale, tuweke Oburu hapa. Utachagua nani? Wewe mwenyewe unajua, wewe mwenyewe jibu hiyo. Oburu na Sifuna wanaongea, utachagua nani? Haya sawa. Mr. Speaker, kama uko na future, Mr. Speaker, kila mtu ako na haki yake. Na kila mtu anachagua mtu kulingana na miaka yake. Watu wa Oburu miaka yao imeenda kama Oburu. Sisi watu wa Sifuna miaka yako yuko kama nani? Sifuna. You see bado tuko na future kwa politics. Sifuna ako na future, Babu ako na future, hao wengine wako na future. Mr. Speaker, mimi namaliza na mada ya maandamano. Kenya mnafaa mjue maandamano mzuri si kwenda street na kupigana. Maandamano mzuri si kuenda kuharibu vitu za watu street. Hiyo ndio maandamano. Maandamano hata kukatwa kwa nyumba yako. Umesema mimi leo siendi town. Kuna mtu anapanda gari? Kuna mtu anapanda gari? Hakuna. Taxi taingia? Hakuna. Maduka zitafunguliwa? Hakuna. Wewe unajua in a day parking ya Nairobi inaleta 3 million. Parking tu ya Nairobi wenye wanapark 3 million. Imagine watu wajapeleka gari Nairobi tu hapa. Watu wajaenda Nairobi. 3 million imelala hajalala. Jalala. Wewe unajua shule gani imelala? So Mr. Speaker, on Thursday, hiyo siku ya maandamano, tusiende street, wewe kaa tu kwa nyumba yako. Usisumbuane na kitu ya mtu. Asante sana Mr. Speaker. Haya, nataka watu